Rasulullah, Rasulullah, kaitwa Rasulullah, 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 kaitwa Rasulullah, kaitwa Rasulullah, wallahi tumwigeni, pia tumsome sana, pia tumsome sana, pia tumsome sana, sana, sana. Pole sana. Una begi zito sana. Nini? Nimechoka mume wangu. Leo tukague kwanza. Imekata kwa nani? Amenipa kakaangu. Amenikuta nipo juani kule napigwa na jua, nikamwambia na njaa. Hii mizima kweli? Ngoja. Mizima hii. Iko vizuri. Hata na mke wangu. Tusingekuwa umeamua kuchukua fursa hii ya kuingia mtaa kwa mtaa, nafikiri mikate sio tungekulaje. Ningepata mikate kama hiyo. Wewe ni fursa mke wangu, acha msingi. Wewe ingia ndani. Kwa mambo mengine. Ingia ndani. Nimechoka mume wangu. Sikiza nikwambie Mariam. Hili jambo ni la muda tu. Sio kama labda jambo endelevu. Kwa hiyo najua hii ni ugeni wa kazi kwa sababu ni mara yako ya kwanza. Lakini kila siku zinapozidi kwenda hii kazi utaizoea na utaona mafanikio yake. Sijali mpenzi wangu. Ingia ndani. Salamu alaykum. Kwema. Mambo nasemaje? Bwana upo mwamba? Wewe mpotevu ndugu yangu. Bwana wewe mambo tu ya kidunia ndugu yangu hapa na pale. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kama hivi tunakutana. Zote neema zake Jalali. Yaani nilikuwa nakutafuta kweli. Ulikuwa unatafuta mimi? Ndio wewe nilikuwa nakutafuta. Maana tokea siku ile tumekutana pale nyumbani kwangu. Mpaka leo hatujaweza kuonana. Ndio nakuona sasa hivi. Bwana mambo tu ya kimaisha. Dunia inatushughulisha kweli. Lakini tumekutana kama hivi. Alhamdulillah. Sasa nilichokuwa nakutafutia ni kitu kimoja kwamba sikuwahi kutegemea mtu kama wewe unaweza ukawa na roho ya design hiyo, roho ya ajabu ambayo si kiasi kwamba sidhani, sijui umeipata wapi hiyo roho. Kwa nini unafanya matendo haya? Kitu gani kinachokusibu? Bwana Kakoza, mbona sijakuelewa leo unazungumza maneno makali, alafu sijajua kosa langu mimi ni lipi. Kwani wewe umesikia jambo gani? Hivi. Siku ile kama unakumbuka tulikutana pale mimi na wewe tukazungumza. Akapita jamaa yangu fulani hivi kipofu. Naam. Umeelewa? Chris. Kwa maana kwamba yale mazingira wewe ndio uliyachukua kwa niaba kuweza kugeuza kama sehemu ya mtaji wa mke wako. Si ndivyo? Taarifa nilionayo wewe unamfanya mke wako kuwa ombaomba. Kwa nini unakuwa hivyo ndugu yangu? Ndugu yangu, kwa nini umekuwa hivyo? Unajua bwana, mwanzo niliingia hofu ujue ulipokuwa naambia mambo yako wewe ulipoanza umeanza kwa kunitisha kweli. Nikajiuliza mimi nimefanya jambo gani la ajabu? Jambo hilo afu mimi nilisahau kukwambia na bahati mbaya sikuwa na namba yako. Yaani sikuwa na namba yako, labda ndo taarifa ukawa una. Bwana kweli bwana, mimi bwana Kakoza, mimi kweli niliamua mke wangu kumfanya ombaomba. Na nilimfanya maomba kwa sababu mambo yangu yalikuwa hajakaa vizuri ya kimaisha. Nikagundua kumbe Mwenyezi Mungu bwana anaweza akakunyima hili akakupa hili. Na uwezi amini, unajua kwamba ile jambo siku ile la kukunionyesha yule jamaa wako ukaniambia huyu jamaa ana maisha mazuri si nini kuhusu swala ombaomba. Kumbe bwana ile neema Mwenyezi Mungu alikuwa anaishusha kwangu mimi bila kufahamu. Akanionyesha nuru kwamba huyo umekosa huko lakini utapata huku. Mwisho wa siku nikakuja kufanya ile tukio bwana, nimeona mafanikio. Sasa hivi mwamba mimi nakula kuta mara 3 bila kipingamizi. Na nimebadilika shaka wangu.
Hata hizi kanzu zangu sasa hivi nazitoka Makoba, Kariakoo, msikiti Madrisa pale Kiblateni nanunua kanzu zangu za bei. Nimegundua kama Mwenyezi Mungu bwana ana neema kubwa sana. Anakunyima huko, anakupa kusudio hili. Sasa hivi niko natumia simu ndogo. Sasa hivi natumia smart bwana. Mambo yote dunia napata kujua kama sasa hivi mwezi ngapi. Najua sasa hivi tarehe 10 hapo nani Ramadhani. Nilikuwa mpaka niambiwe nikafuata ratiba msikitini. Kwa hiyo bwana, hii ni neema kwangu. Usijisikie vibaya mwalimu wangu. Yaani katika kitu ambacho sikuwahi kukiwaza na kukifikiria ni kama hayo maneno ambayo unayozungumza. Sikutarajia kwamba wewe unaweza kuwa ni mtu wa design hiyo. Mtu wa kuwa na roho ya kikatili kiasi hicho. Sasa tambua, tulishaambiwa katika mafundisho na tumeshasoma na wewe unajua, ila ni makusudi unafanya kwamba wanawake tumewaoa kwa niaba ya kukaa ndani, umeelewa? Kama pambo la ndani. Majukumu mengine ni ya kwetu sisi wanaume. Hao wanafanya kama sehemu ya kutusaidia sisi tu. Umeelewa? Lakini wewe huyu unamtoa binti wa watu ni kipofu, anaenda kuombaomba, ili hali mume wake wewe upo na una nguvu na una uwezo wa kuweza kumtafutia. Kwa nini unafanya hivyo shekhe wangu? Angalia, Mwenyezi Mungu hajawahi kukosea katika kutuumba kwetu. Mimi labda nikupe kitu kimoja kakoza ambacho wewe labda hujui. Unajua sasa hivi dunia imebadilika. Dunia imebadilika kabisa. Ndio maana sasa hivi unaona wanawake wanabeba masafuria wanaenda kuuza nani mboga mboga, wanaendesha boda boda. Ushakuwa kuona sasa hivi wanawake makonda daladala. Ambaye zamani konda daladala kumwona mwanamke jambo la kusajabisha. Lakini sasa hivi huwezi kusajabisha kwa sababu ni wanawake sasa hivi na wao wanajituma kama watoto wa kiume. Kwa hiyo mambo ya kizamani kusema mwanamke mwache nyumbani, hapana. Sasa hivi wanawake nao wanatakiwa wajitume. Kwa hiyo na mimi mke wangu nikachukua fursa hiyo ya kumtuma aende mjini, anatafuta mzigo na mimi niko natafuta mzigo, tukuje tukusanya mizigo ile. Tunafanya mchanganuo, tunafanya maendeleo. Na maendeleo nimeyaona mwamba. Sasa hivi mimi alhamdulillah nimenyooka maisha yangu, sina shida bwana Kago. Sasa wewe unanongwa, sasa wewe hiyo unakuleta wewe, hiyo mimi naita nongwa. Hiyo ni nongwa ambayo haina hesabu za msingi shaka wangu. Ni swala tu kuniachia mimi nifanye vile ambavyo Mungu ameachia. Shekhe wangu, nimeamini kama dunia imebadilika, kumbe na wewe umebadilika, na elimu umeisahau, na mafundisho umeyasahau ya mtume na Mwenyezi Mungu wetu. Kiasi kwamba sikutarajia kwamba wewe utakuwa uko hivyo. Ukija kuzingatia una elimu yako nzuri tu, umesoma vizuri sana. Na sikutegemea kabisa unaweza kufanya vitu vya kijinga kama hivi ndugu yangu. Umeelewa? Bwana huyu aliwakati wa swala. Na ngoja na mimi niwahi kuswali kwa sababu aliwakati huu watu wa msikiti, kwa sababu tukiendelea kurumbana hapa tunaweza tusifike. Najua huu ni muda wa sala. Na ninatambua na mimi mwenyewe nawahi kwenda masjid, lakini natambua huko masjid nitakapokwenda si nitakukuta. Ndugu yangu na mimi mtu wa motoni kabisa yani. Wewe nikatisha tamaa kabisa yani. Sasa mimi ndo utanikuta wa kwanza. Naenda hivi na wahi huko. Basi inshallah. Haya shukran. Watu wasiliana. Haina neno. Haya. Dunia imebadilika kweli. Yaani unaweka koza huyu kuhifadhi juzu 30 tu. Anajifanya shekhe yeye anatoa mimi mawaidha mimi. Wakati hizo 30 mwenyewe zimezipo hapa kichwani. Wewe unaniongoza mimi wewe. Yaani juzu 30 tu. Yaani watu mashewa sasa hivi bwana. Yaani mtu akihifadhi juzu 5 tu na yeye shekhe. Wewe vipi? Mambo yashabadilika. Yaani yote geli kwa kama ni vakanzi nzuri basi geli. Jua kali. Pole sana mke wangu. Asante mwanangu. Za hapa. Hapa bwana tunamshukuru Mungu, amani imetawala. Ni swala la kumshukuru tu Mwenyezi Mungu. Vipi leo hujauje tena mikate? Leo alhamdulillah. Allah ametia wepesi. Una hela? Usizione hela zenyewe. Hizi hapa. Nimepatikana kidogo. Alhamdulillah. Patikana 30,000. Sio mbaya. 30? 30,000. Vipi kuna hela nyingine kwani? Hamna mume wangu. Wakati naondoka, kuna kijana msamaria mwema nilimuomba nihesabie. Ndo kasema kwamba yani bei gani kasema kwani? Alisema leo alhamdulillah. Allah ametia wepesi nimepata. Huyo
Huyo watu wengine bwana wanakuwa wanatafuta kama dhambi. Kwa sababu gani? Yaani mtu kama anaamua kujitolea kumsaidia mtu basi usilete unafiki. Akakwambia shilingi 50,000 wakati hii shilingi 30,000. Na sasa unakuwa utoi sadaka unapata dhambi. Lakini hii haki kabisa ni shilingi 30,000. Kwa hiyo yeye kama alisema zaidi ya hiyo basi huo ni unafiki wake tu. Na inawezekana labda ajenda shule. Mahesabu yana kidogo yanampa shida. Hii shilingi 30,000. Lakini sio mbaya. 30,000 hii nilikuwa naipata kwa siku mke wangu. Ndani ya miezi kadhaa sisi tunakuwa watu wengine na tunahama hapa. Mungu anatufanyia wepesi kwenye maisha yetu. Mimi nakwambia utafurahi mwenye Mariamu. Wewe tunapokwenda utasema kumbe mume wangu alikuwa anazungumza vile na maana yake. Yaani mwanzo ulikuwa unateseka lakini baadaye unasema mimi naona mbali. Mimi naona mbali sana. Sasa hapa ngoja mimi nataka niingie sokoni uje ngaangalia mpepe wa samaki kwa sababu siku nyingi sijakula samaki. Nikapata mpepe wa samaki mmoja, tujue tunafanyaje. Mgebuka mmoja wa kutosha. Unaenda ndani au nitakuacha unapunga upepo kidogo? Hapana. Bora nikapumzike, nimechoka. Haina shida. Mambo vipi? Safi, niambie. Fresh inakuwa? Fresh. Mbona umechelewa sana rafiki yangu? Mtu umeniweka sana ujue hapo. Kuchelewa kawaida kidogo nisamee, lakini mpenzi wangu, si unajua nyumbani kazi tena na mtoto wa kike niko peke yangu. Kwa lazima nimalize majukumu ya pale ndo nije tuonane. Hiyo unanitesa sana Asma ujue. Mimi napata dhambi juu kwa ajili yako. Pole. Sasa mimi sijakaa sana. Kwa sababu na mipango yangu fulani hivi naifuatilia sehemu. Kamata. Yeah. We. Na huo ni mwanzo tu Asma, nikwambie. Yaani huo ni mwanzo tu. Utafurahi zaidi ya hivyo. Hamsa. Nasunda mwenyewe. Mimi sinajua wewe shida yako. Mkono. Sasa hivi mimi niko vizuri. Yaani sasa hivi na mimi na Asma na sababu nishajua dawa yako. Sasa dawa yako imepata, yaani tiba ameshapata tiba. Sasa hivi napata pikipiki moja aina ya TVS. Inaniletea hela kila siku hisabu shilingi 10,000. Sasa mimi kwa siku naingiza 10,000. Ndani ya mwezi mimi naingiza bei gani? Kila unachotaka wewe Asma sasa hivi unapata. Huyo ndo Allah, kiongozi wa umma. Ana tufeli sasa hivi. Basi mimi nashukuru kwa kuniletea pesa. Niseme asante. Lakini kuna kitu kimoja mimi nataka nikifahamu. Kwa nini kuna ukweli ambao wewe nahisi unanificha, unaniongopea? Siri? Siri gani?